So, wenzangu na mie, wakina dada, wakina mashangazi, wakina maanti, listen to this. Nina siri. So, the other day, nilikuwa namsikiliza huyu dokta mmoja ni GYN, dokta wa wanawake. Akawa anaongelea kwamba jinsi gani wanawake tunavyozidi kuwa watu wazima. So, ukishafikia menopause na kwenda mbele. Akawa anaongelea, yani, this is crazy, okay? I have to whisper. Yani inabidi niongee taratibu watu wasinisikie. Anyway, lakini akawa anasema kwamba jinsi tunavyozidi kuwa watu wazima, which makes sense. Kwa sababu ndo maana saa nyingine unaona kuna wanawake wengine wakishafikisha miaka fulani, yani wanakuwa hawana hamu ya kufanya mapenzi, hawana hamu ya kuwa karibu na mwanaume. It's starting to make sense. So mimi as I'm getting older, jinsi ninavyozidi kuwa mtu mzima, yani nimekuwa nikisikiza sana kuhusu mambo ya wanawake, haswa mambo ya afya ya mwanamke. Huyu dokta akawa anasema kwamba jinsi tunavyozidi kuwa watu wazima kama wanawake, tunapungukiwa na ile homoni ya estrogen ambayo ndo homoni kubwa kwa mwanamke. Alafu na progesterone ni homoni ya kiume, lakini pia iko kwa mwanamke. Just like wanaume pia wana homoni za mwanamke, ile estrogen, lakini sio kubwa kama jinsi ilivyo ya mwanaume. But anyway, so akawa anasema kwamba jinsi tunavyokuwa watu wazima, zile homoni zinashuka sana, haswa ile ya mwanamke inashuka sana. Kwa hiyo na miili yetu kweli ukiangalia kweli tunapungukiwa hormones. Ndio maana unaona watu wengi wanashauriwa kuingia kwenye kitu kinaitwa hormone therapy, HTC, I think it's HTC, hormone therapy something, I can't remember, but anyway, hata ukienda kwa dokta wako ukiwa kama labda umeshaanza kuhit perimenopause ama menopause, wakiwa wanaona kwamba yani labda unakuwa down sana ama depressed ama hormone zako zimeshuka sana, wanakusuggestia kwamba uanze kupata hizi hormone therapies, different hormones. Wanaanza kukuinject na different hormones, ama wanaweza taka kupa vidonge wa kuweza kuboost up na kustimulate your hormones. So anyway, kwa sababu zinakuwa haziko kwenye level inayotakiwa, kwa hiyo zinahitaji boost. So huyu GYN akawa anasema kwamba wanawake uko chini kunaanza kufunga. Okay, so yani sio huku hapa mbele, lakini kwa ndani kunaanza kufunga. Lakini kilicho ni catch mimi tu kilicho ni kamata mimi kwa ghafla ni ile pale aliposema kwamba kuna funga. I was like, what? Kuna fungaje? Sasa kuna watu wengine, sio wanawake wote, lakini asilimia kubwa, kwa sababu wengi, hormone ndo zinazotuendesha. Kuna wale wanawake unakuta wako miaka huko 70, 80 na bado wako busy, sexually they're very active. Lakini kuna wengi ambao wakishaanza kufika kama 60, hata 50 tuko katikati, unakuta mtu tu doesn't like to be sexually active anymore. Yani ni kwa sababu hormones zinakuwa zimeshuka sana. So hey, I guess jinsi tunapoendelea kuwa watu wazima, uko chini kuna funga eventually. So na akanaongelea kuhusu zile lips sasa msa uko chini, yani zinakuwa zingua yanashindwa kuongea. It's so funny kwamba tukiwa tunaongeleaga kuhusu uke wa mwanamke, it's so hard to talk about it. It's so, sijui nyie, lakini mimi it's just so hard to talk about it. Lakini anyway, so what I'm trying to say ni kwamba mwenzangu, ukishaanza kufika hii miaka ya juu, ukumbuke ukianza tu kuona mbona mi sipendelei tena kwa sexually active, ama sipendelei hivi. Kuna mambo mengi. Kuna kuwa na, unaweza ukaona go through perimenopause, unaweza ukaona go through menopause, unaweza ukaona go through just a lot of things. Just kumbuka kwamba hormone zako zinavyoshuka, ambazo zisipokuwa kwenye level, mara nyingi unakuwa unasikia tu vitu vinakuwa viko off kwenye mwili wako. So what to do ni kwenda kuongea na dokta wako, dokta wa wanawake. Anaweza kama mwanaume, anaweza kama mwanamke, vivyo tu ile, lakini awe ni dokta wa wanawake.
So then yeah, eventually uko chini kunafunga, unfortunately. Yeah, lakini akana suggest kwamba fanya mazoezi, endelea kuwa active, inasaidia. Na pia kuwa unacheki hormones zako kuhakikisha kwamba ziko kwenye level sawa. Halafu yeah, na kuendelea tu kuwa hata ukiwa sexually active with your partner, it's a great thing too, because it exercises it. Yani ni vitu, sio vitu vya ajabu, lakini ni vitu vya maajabu. Okay, ni vitu vya maajabu. Okay, don't forget kwenda kusubscribe kwenye Jiongeze Podcast kama bado hujafanya hivyo, kwa sababu this year I'm coming out with everything. We're not hiding anything. We're going to talk about everything. Okay, na nitakuwa na wageni ambao watakuwa wanaongea mambo mbalimbali tu mazuri, na ya kuelimisha, na ya kutufanya tuweze kukua zaidi hapa kwenye Jiongeze Podcast. Okay, so make sure unaenda kusubscribe ili usipitwe na kitu chochote. Pia niko follow kwenye Instagram. Okay.